Katika karne ya 21, dhana ya 50 kwa 50 inaonekana katika mazingira tunayoishi. Rozi Ibrahimu ni mwanamama aliyechagua kufanya kazi yoyote ili mradi maisha yake yaendelee. Okay, kama jamii ya eneo hili mnanufaikaje na mradi huu ambao unaendelea? Kwa kweli mradi huu hauna shida, tunafanya kazi na tunalipa hela kwa wakati. Okay, wewe ni mwanamke ambaye umeonekana unafanya kazi katika eneo hili, tofauti na tulivyozoea kuona kazi kama hizi zinafanywa na wanaume peke yake. Nini ambacho kimekusukuma kufanya kazi hii? Hapana, mimi nilipenda tu kazi. Nilipenda kwa sababu mchanganyiko na wanaume huwa ni mzuri sana, maana ukichanganyika na wanawake kuwa kuna mambo ambayo siendani nayo. Lakini nikiwa na wanaume tunafanya kazi, wanaangalia kazi yako, akishaipenda wanapita tu kwenye kazi, nafanya kazi na kulipa ila anaenda nyumbani. Ila hamna changamoto hiyo. Na katikati ya hawa wanaume ambao unafanya nao kazi, hauna changamoto yoyote kubwa ambayo unapitia tofauti na watu wanavyodhani kazi hizi zinafanywa na jinsia moja? Kwa kweli mimi sijaona changamoto yoyote. Maana nikija kwenye kazi na mwisho wa kazi nafanya kazi, jioni ikifika nalipa hela yangu, kama ni Jumamosi ni ile Jumamosi. Kwa hiyo mimi sijaona shida yoyote, labda kusema nimesukumwa au nimesimangwa, sijaona shida yoyote. Yaani manufaa kazi ni mazuri tu, hana shida. Yaani kwa mfano umefanya kazi kila Jumamosi unalipwa. Ile hela unaifanyia nini? Nafanya kazi zangu za nyumbani, kama ni kujenga, naipa fungu la kujenga nyumbani. Kwa hiyo unajenga kupitia hii kazi? Na kodi nalipia kupitia hii kazi. Na jamii inakuchukuliaje uko unakotoka? Yaani mimi kwa kifupi, ninapotoka nyumbani, sio kwamba najitangaza naenda kufanya kazi. Yaani mimi natoka kama ninapotoka naenda kazi kama wengine, lakini sijitangaza kama nafanya kazi za ufundi. Hapana. Okay, pengine jamii sasa ikafahamu unafanya kazi ya ufundi. Wewe kama wewe haikuathiri chochote? Sijaona kuathiriwa popote. Yaani mimi naona tu kawaida. Nini wito wako kwa jamii, hasa wanawake kama wewe ambao kazi wanasema hizi kazi ni za wanaume peke yake? Yaani kwa kifupi tuseme, ukisema kwamba ni kazi ya wanaume peke yake, yaani ni jinsi mtu alivyojiwekea kwenye utafutaji wake. Mimi nimejiwekea hii kazi ndio nimependa. Sasa sijajua kwa wanawake wengine, maana unapoleta hapa usifanye naye kazi ya kashindwe. Kwa hiyo kila mtu anapambana kadri anavyoweza mwenyewe. Kuna wanawake ambao wako nyumbani na hawana kazi, yani hawana kazi yote inayoingizia kipato. Unawashauri nini? Mimi kuwashauri, kwa sababu naweza kumshauri aje afanye kazi na hawezi. Yaani cha msingi atafute tu kazi yake ambayo inafaa, ambayo anaweza kufanya afanye, lakini sio lazima aje huko, maana kuna wengine hawezi kazi hizi. Kazi nzuri ni ya yaani simuona darasa pale yamechoka. Lakini serikali kama kujitoa kuongeza madarasa watoto, yani shule nzuri, wasome shule nzuri. Ni mwanamama anayefanya kazi za ujenzi, shughuli zinazomfanya yeye kuendelea na maisha yake, lakini vile vile anafanya ujenzi pia nyumbani kwake kupitia shughuli hiyo hiyo ya ujenzi wa kuajiriwa. Zaidi sana amejitoa kufanya kazi katika miradi mbalimbali ya serikali.